lakini na watumishi wa Mungu wenzangu wote kabisa, na tunashukuru Mungu sasa hivi tuko wengi kabisa, wote. Mungu atubariki. Amen. Haleluya. Wamama wote pia Mungu awabariki sana, makofi sana kwa Yesu. Wamama wote. Mchungaji, tunamshukuru Mungu, kanisa letu Mungu anaendelea kuliinua, linaendelea kukua na tunaendelea kujitambua ndani ya Yesu. Tumekuwa na semina na wanawake ya siku 6, yani siku zote, yani wiki yote, kitu ambacho nikasema watu si watachoka, kuanzia Jumatatu mpaka jana Jumamosi. Lakini ndugu mchungaji, mahudhurio yalikuwa vizuri kabisa. Kwa hiyo wamama tunaweza tukajipongeza tena ndani ya Yesu. Amen. Na ilikuwa ni kuendelea kukumbushana kusimama kwenye zamu zetu na tukawa katika mafundisho ya hizi siku zote tukawa tumeapa title, kichwa ambacho tulisema mtazamo wa Mungu kwa mwanamke. Tulitembea na hapo, mtazamo wa Mungu kwa nani? Kwa mwanamke. Haleluya. Ndivyo tulivyotembea. Tukaongea mambo mengi sana kabisa. Tulipata hata nafasi ya kuongea na mabinti siku ya jana na walikuja. Juzi tulipata nafasi ya kuongea na wanawake tu ambao kimsingi wako kwenye ndoa zao, wanaishi na wapendwa wao kwa majumbani, nao tuliongea nao sana. Amen. Naomba leo tunapohitimisha tusome tu kitabu kimoja. Tusome kitabu kimoja. Nipate mwanamke mmoja msomaji, tusome kimoja au viwili. Tuanze na ile Mwanzo ambalo ndilo andiko kuu. Tulitembea na andiko kuu katika kitabu cha Mwanzo 2 na mstari wa 18. Hilo lilikuwa ni andiko kuu. Tusome hapo, baadaye tusome kitabu kingine cha mwisho. Basi tuwe na muda mfupi tuhitimishe. Sasa kila chenye mwanzo huwa kina nini? Kina mwisho, na mwisho wa jambo ndio mwanzo wa jambo lingine zuri. Karibu msomaji, Mwanzo 2:18. Mwanzo 2 mstari wa 18. Mwanzo 2 mstari wa 18. Amen. Neno la Mungu linasema. Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake. Ndio. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Ndio. Amina. Amen. Si vema huyu mtu awe. Jamani kanisa, si vema huyu mtu awe. Si vema huyu mtu awe. Neno si vema maana yake sio vizuri awe peke yake. Haleluya. Ndio maana nikamwambia yule bwana mdogo, tulikuwa nje, bwana mdogo anaitwa Gadson. Haleluya. Jamani, haleluya. Hebu tusome Wafalme wa pili sura ya 4. Wafalme wa pili sura ya 4. Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa 8 mpaka 37. Sura ya 8 pili sura ya 4 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema. Linasemaje? Na haya ndiyo majina. Hapana. Angalia tena vizuri. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu. Na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo. Naye akamshurutisha aje ale chakula. Ndio. Kawa kila alipopita njia ile kuingia kula chakula. Ndio.
Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa. Na itakuwa atujiapo ataingia humo. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Sio vibaya tukipiga tena makofi kwa Yesu. Unajua Yesu anapenda sana makofi. Hivi mnaijua hiyo siri? Anapenda makofi kuliko Samia Suluhu Hassan. Yesu Kristo. Amina, watu wa Mungu. Hayo ndio maandiko tuliyoyasoma, na unaona andiko tulilolisoma linasema yule mwanamke Mshunemu. Na leo ni wiki ya nani? Ya mwanamke. Kwa hiyo tukiongea maandiko mengi anasema mwanamke, tunakuwa tuko sawa eti? Si sawa mke wa katibu msa. Kwa sababu siku tukipata wiki ya wababa tutasoma maandiko ambayo mwanaume ndo anataja, na ikawa yule mwanaume. Siku tukipata wiki ya wazee wa kiume, ikawa yule mzee. Haleluya. Kwa hiyo tunaenda hivyo. Amina. Amen. Kwa hiyo wiki nzima tumekuwa na mambo mengi mazuri. Hoja kubwa, mstari mkuu, Bwana akasema sio vema huyu mtu awe pekee. Mtazamo wa Mungu kwa mwanamke. Amina. Mtazamo ni vile unavyotazama. Mtazamo ni vile unavyoona kitu. Haleluya. Haleluya. Na mitazamo chini ya jua haifanani na haitakuja ifanane. Ukiwa kiongozi kwenye kwaya ukataka watu wote waone kama unavyoona, hapana, hapo kuna shida, na unaongoza watu ambao wana shida pia. Haiwezekani wote mtazame mnavyofanana. Kuna mwingine ataona hii step ni nzuri, mwingine ataona hii step ni mbaya. Yeye ndiye ndivyo anavyotazama. Haleluya. Kuna mwingine ataona haya maandishi, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hapa kuna mtu yuko na hoji, kwa nini waliandika hayo? Wasingeandika hayo, wangesema tu kwamba kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee. Unanielewa? Huo unaitwa mtazamo. Mungu anakutazamaje mwanamke? Hivyo ulivyo. Wakati Mungu anakutazama mwanamke, dunia inakutazamaje mwanamke? Haleluya. Watoto wako kule nyumbani wanakutazamaje mwanamke? Mume wako kule nyumbani anakutazamaje mwanamke? Tazama. Lakini habari ambayo ninayo, tumekuwa nayo, Mungu aliyekuumba anakutazamaje wewe mwanamke? Haleluya. Ni mfupi, wewe ni mrefu, ni mnene, ni mwembamba, Mungu anakutazamaje? Ili mradi tu wewe ni mwanamke. Kwa hiyo tukagundua kwamba Mungu anamtazama mwanamke kwa jinsi ya ajabu sana. Tulithibitisha. Bwana Mungu akaona si vema huyu mwanaume Adamu awe peke yake. Si sawa? Kama Mungu angeona Adamu anatosha, wanawake hapa duniani mngekuwa hampo, ninyi nyote mngekuwa hampo. Hii dunia ingekuwa ni dunia ya wanaume tu. Na sasa nadhani angekuwa mwanaume huyu mmoja, maana sasa angekuwa dunia mwenyewe. Sasa sijui angefanya uzazi gani. Wewe remember mlisoma biology. Kuna uzazi fulani ambao kiumbe kinazaa bila kupata jinsia yake. Si upo uzazi, wanaita sijui biology bwana, mimi miaka mingi nimeanza kubisahau.
Ya, nasikia wataalamu. Mlikuwa mnajua hilo? Kuna viumbe duniani, ndio maana shule ni nzuri mama. Kuna viumbe duniani ambavyo vinazaana bila kutafuta mwana. Vipo vinajizaa vyenyewe. Ndio ile sasa nilikwambia yule jamaa. Mimi nakumbuka miaka mingi wakati naisoma hiyo biology nikiwa sekondari kama alivyomaliza wewe mimi. Haleluya. Haleluya. Inawezekana mwanaume angezaana kwa staili hiyo, hatujui. Lakini mbingu zikagundua kwamba haiwezekani kusonga mbele bila mwanamke. Kwa hiyo mbingu zikaamua tumtafute mwanamke kwa gharama. Amen. Na wakati huo ilikuwaje? Dunia ilishindikana kuishi bila mwanamke. Adamu alipoumbwa, Mungu akampa fisi. Adamu akasema, wewe kuanzia leo utakuwa fisi. Fisi haikumpa furaha. Huyo mume Mungu alikupa ni mume wa heshima sana, maana ni mfano wa Yesu ambaye ni mume kwa kanisa. Kaa kwenye nafasi yako, simama kwenye zamu. Ndoa yangu ya mchungaji ili lakini una unyenyekevu mama. Nimewaambia mama, kuna wakati tunapewa vipimo kwenye maisha. Kuna nini jamani? Kuna vipimo, vipo tena. Kwa hiyo kama umepewa mume wako, mwanamke mmoja akasema, yani namfanyia mambo yote baba fulani, ninamkaribisha kila kitu, yani anapata, lakini haeleweki. Ni kipimo, usichoke, endelea kumwambia kwa nani? Kwa Mungu. Nataka nikwambie, Mungu ataona nafasi yako mama. Mungu ataiona. Hivyo vipimo vipo kabisa. Hata mama yangu mzazi alikuwa nacho hicho kipimo kikubwa sana. Kwa mwiba sumari. Metukuza kwa hicho kipimo mama. Lakini sio kwamba hasimami kwenye zamu. Ila Mungu ni mwaminifu. Anakupa mwanamke nguvu ya kusonga wapi? Mbele. Huyo mama Mshunami, mimi najifunza. Yaani Mshindika nilikuwa natafakari hayo maandiko ya mama Mshunami. Mama Mshunami unajua alikuwa na cheo. Alikuwa na cheo. Nadhani labda ni kwenye jeshi, sijui. Inawezekana ni kwenye jeshi eti. Alikuwa na cheo mama Mshunami. Mnanisisitiza watu wa Mungu. Alikuwa polisi, ana manyota. Hivi mnanielewa? Lakini ukisoma ile habari, na baadaye inaenda vizuri. Lakini mama pamoja na cheo anampenda Mungu. Nimewaambia mama, kuna wakati tunapewa vipimo kwenye maisha. Kuna nini jamani? Kuna vipimo, vipo tena. Kwa hiyo kama umepewa mume wako, mwanamke mmoja akasema, yani namfanyia mambo yote baba fulani, ninamkaribisha, atupaki. Huyo mume Mungu alikupa ni mume wa heshima sana, maana ni mfano wa Yesu ambaye ni mume kwa kanisa. Kaa kwenye nafasi yako, simama kwenye zamu. Ndoa yangu ya mchungaji ili lakini una unyenyekevu mama. Nenda kamkaribishe chakula mume wako wewe mwenyewe. Wewe Amina. Tunaondoka. Baba karibu chakula. Hakapigi magoti kuja kaelekeza. Mwanamke nenda mwenyewe. Haleluya. Utakuwa unakuja. Yuko Mungu anayeweza kukusaidia kuendelea kusonga mbele. Yuko Mungu wa neema. Haleluya. Wakati uendelea kufunga macho mwanamke. Endelea kumwangalia Mungu aliye hai. Yeye Bwana. Yeye Kristo.
inataka ikuvushe tena. Neema ya Bwana, wewe mama, mimi nakwambia inataka ikuvushe tena. Wewe mwanamke, neema ya Bwana